rails. Ikitoka hapa inaingia hapa na ikitoka hapa narudi pale. If you're a son of a nobody, you don't belong there. Mheshimiwa Ruto, wakati tunapiga siasa, wakati nakuja kwako nyumbani, nilisimama pale, naitwa Kona Baridi, sijui wapi pale. Nikaonyeshwa pale ulikuwa unasimama ukiuza kuku. That's how you grew up. You don't deserve to be the president, according to them. You do not. Licha ya visababu vya unga kuwa ghali, hata unga wapatie bure, they'll still fight you. Because to them, you don't deserve to be the president of this country. Hivi ni visababu tu. Kama vile Faisal alivyouliza hapa. Wakati tunapiga kampeni, unga ulikuwa juu tayari. Na sisi tukateta. Aliyesimama wakati ule mwaka jana kukejeli wa Kenya ni Mheshimiwa Raila. Akasema kwamba acheni kelele kusema kwamba hali ya maisha ni ngumu. Hali ya maisha ni ngumu ulimwengu mzima kwa sababu msimu wa ukulima Kenya na nchi yote na ulimwengu wote imedorora. He stood to tell Kenyans that we should shut up, not to complain about the cost of living. Leo hii, huyo anasimama hapa, amejisahau, anaanza maandamano kisababu ni kwamba anataka cost of living ije chini. Nataka niwaulize wa Kwale, ingekuwa maandamano yaweza kushukisha bei ya unga, sahi pakiti ya unga kilo 2 ingekuwa imefika pengine 30. Manake maandamano yamekuwa mengi. Ingekuwa mazungumzo kati ya Mheshimiwa Ruto na Mheshimiwa Raila inaweza kupunguza bei ya unga, tungemshauri rais akae na Mheshimiwa Raila. Lakini tunajua wazi, hata hivi leo Mheshimiwa Ruto na Mheshimiwa Raila waende State House wakazungumze, ukitoka hapo nenda duka lolote utakuta bei ni ile ile. Kuonyesha wazi, kuashiria wazi kwamba si mazungumzo ya watu wawili ambayo itashukisha gharama ya bei. There is only one way. Kuna njia moja peke yake ya kushukisha gharama ya maisha nchini Kenya. Ni kumpatia nafasi rais wetu atekeleze ruwaza yake, his manifesto. Akitekeleza vilivyo, hali ya gharama ya maisha itashuka. Na kwa sababu anajua hilo litafanyika, hampatii nafasi atekeleze ruwaza yake. Miezi 8-9 imeenda, rais hajapatiwa nafasi ya kutekeleza ruwaza yake. Kila siku maandamano. Haiwezekani kwamba saa zote unateta unataka chakula, na yule mpishi akileta unga unapiga teke unamweka. Utakula lini? You cannot build this economy by destroying the very things that are supposed to build this economy. Na nataka nije kwa ndugu zangu wa Pwani hapa, viongozi wa siasa wenzangu wa Pwani. Ameduchena manambacho ni nitembe. Manambaze? Beni hucho nitembe. Apwani. Sisi tunajua wazi kwamba uti wa mgongo wa uchumi wa Pwani si chengine, ni utalii. Na vurugu, maandamano haviendi katika kukuza utalii. Na shangaa mbunge wa Pwani, gavana wa Pwani anaweza kutoa watu wake katika majumba kuleta vurumai katika kaunti za Pwani. Juzi rais na rafiki yangu anaitwa Antonio alinitumia gazeti kutoka Italy. Headline ni machafuko
Watu wanaambiwa tokeni sehemu ya Mombasa ya pwani, nendeni Zanzibar. Nataka tulizano wa pwani. Kati ya sisi na yule ambaye anaitisha maandamano, nani anapata athari hizi? Who is suffering? Na uchone tembe. Naendeze na uchone tembe. Juzi tulioona pale wanamwaga machozi ya mamba. Vijana wamekufa kwa sababu ya maandamano. Maandamano yaliletwa na nani? Nani aliitisha maandamano? Wasingeitisha tungekuwa na hivi vifo. Halafu wanaenda pale, wanawasha mishumaa, wanamwaga machozi ya mamba. Mungu atawalani. Mungu atawalani. Haiwezekani. Kwa hivyo ndugu zanguni wa pwani na Kenya mzima, hii mambo inaitwa maandamano hii, it is not for your good. Na angalieni historia, mwaka 2007, mwaka 2017. Angalieni hiyo historia hiyo. Mtakuta kwamba kuna mtu fulani hapa Kenya ambaye kupata cheo lazima watu wafe, ambao yeye kupata lazima Wakenya wamwage damu. Enough is enough. We can no longer. Tumechoka. Enough is enough. We can no longer reward bad political behaviors. Rais, kio nataka kukaa nao watu, discuss them another thing, but not issues of governance. Maana kuna vitu vitatu utafundishwa ukikaa nao. One, because hizi vitu vitatu vina sifa ya hao watatu hao ambao wanakutafuta ukae nao. Mmoja atakufundisha political bad manners. Mwingine atakufundisha ulevi, najua hulewi. Mwingine atakufundisha indecisiveness, doesn't make any decision. Those are the three things utaletewa kwa meza. Is that what you're looking for? We are looking for the plan, to implement the plan. Please give the president time to implement the plan so that this country, the economy of this country can grow. Kwa hiyo mengi au machache, Mwenyezi Mungu atubariki. Asanteni sana. Najua ni kingi huyo. Yaani yeye ni mfupi lakini maneno marefu. Jamaa wanatafuta Obasanjo aje atuambie bei ya unga. You see, rais unakubaliana na mimi tu. This is I'm twisting. So tumuite hapa sasa mheshimiwa my shirtmate Wetangula. Ni kweli Bwana Mvurya, will share the shirt but not the title Papa wa Roma. Hiyo ni yangu peke yake. Mheshimiwa Rais wetu, Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary, Speaker mwenzangu, mawaziri mlioko hapa, Mheshimiwa magovernors, Mheshimiwa wabunge, Mheshimiwa wananchi na viongozi wetu wa kiroho. Tumekuja hapa kwa maombi na leo ndio safari ya kwanza kwangu kusikia kiongozi wa dini ya Kiislamu akihubiri vile Sheikh Faraja amehubiri. Hongera Sheikh. Vile ulikuwa unahubiri
nikakumbuka nimesoma Qur'ani tukufu yote kutoka A mpaka Z. Inafanana na inaenda sambamba na Old Testament ya Biblia, almost in every respect. Na wewe unastahili kuwa sheikh kwa sababu umeisoma sawa sawa, umeitafsiri sawa sawa, na umetulisha neno sawa sawa. Pia Bishop Wahinya, nimeambia Kingi kama wakili akutumie Finot kwa kutumia ile medali yangu ya noisy, messy, unhelpful and with casualties. Leo tumekuja kumuomba na kumshukuru Mungu. Na hii nchi yetu inamja Mungu. Wakati tulikuwa tunapiga campaign, rais wetu alikuwa anatuambia lazima tuombe. Every Sunday we started with church, ndio tuende kwa marali zetu. Na Mungu alitusikia. Na nilikuwa nikimwambia yale madhambi na madharau yote umepitia na umetendewa, God has never suffered from memory loss. God knows each and every one of us and what we do. Na malipo sio kule ahera, ni hapa hapa duniani. Ukikanyaga wenzako na wewe pia utakanyagwa kwa njia nyingine. Sasa tumemaliza kura. And I want to tell you, our president, if we want to lower the cost of living, it's not by going to sit in strange places to talk with strange people. It is by having sound economic policies, increasing production, and helping the Kenyan farmer to produce enough food to put on our table. Hiyo ndiyo itateremsha bei ya chakula. Utaenda kuketi msungumuze, and we have no problem. For the first time, former president called you my president. For the first time, mpinzani wako alisema you as my president. Wamesalimu amri. Na hiyo amri wangesalimu day one. Because elections hata kwa Biblia wanasema kura ndio inaamua mabishano. Na kura iliamua. Sasa, you pay attention to the interests and needs of Kenyans. Winston Churchill said you will never finish your race if you stop to throw stones at every barking dog. Focus on your race. Unakumbuka wakati tulikuwa tuna campaign, tulikuwa kule Meru. Tukaketi usiku kucha. Tukaandika statement tukilia bei ya unga na chakula na kila kitu imepanda zaidi. Huyu Musalia akasoma hiyo statement. Aliambiwa nini? Amebweka kama mbwa. Kama mnakumbuka. Kwa sababu tulikuwa tumesema teremusha bei ya maisha. Kwa hivyo leo hii wa Kenya, sisi tumshukuru tu Mungu. Haya mambo yote wenzangu wamesema na kubaliana naye. Nyinyi wa Pwani, you are the gateway to our country. Nyinyi wa Pwani ndio mnalinda utalii wetu. Na lazima tujue, Your Excellency, kama ni kuona simba, watalii wanaweza kwenda jirani wakaona simba. Kama ni bahari, jirani ana bahari. Kama ni nini, jirani anayo. It is now how we handle our tourists that we attract them to come here. Not because we have anything unique. It's hospitality. Na hiyo itafanyika sio kwa kufaa sufuria na kutupa mawe na kutukanana. Itafanyika for having peace and tranquility in our country. Na sisi hawa wabunge wote wako hapa, they are focused. Watafanya kazi ya ziada kukusaidia to achieve your agenda for the people of Kenya. Talk to anybody you wish, but keep the focus of your promise and covenant with the people of Kenya. That is what is important.
And that is how we'll be judged later. Because you cannot, Your Excellency, pretend that you can learn from people who have nothing to learn from. You cannot. People who have a history of destruction, deceit, dishonesty, betrayal, and above all, people for whom God is just but a name. Just a name. When they talk about God, it's a ritual in their life. Inakuishia hapo. Let's focus on our country. Nikimalizia, wananchi, hii nchi yetu imekuwa na shida, lakini huyu rais wetu ana bahati sana. Tulikuwa na kiangazi ambayo haijatokea kwa miaka 40. Ameingia kwa uongozi, mvua imenyesha, ukiangalia mahindi kule bread basket za Kenya, imetabiriwa tutavuna mahindi zaidi ya magunia milioni 40. That is how to lower the cost of living. So serikali sasa tujipange, tununue chakula kwa wananchi, tuweke kwa magala. Kama Mombasa kuna upungufu, tulete mahindi. Kama Turkana kuna upungufu, tupeleke mahindi. Wananchi wenyewe wataamua who is right and who is wrong. Kule mimi natoka kule kwa Ingo. Kule Ingo, tunasema kama wewe umebishana na mwenzako kuoa msichana mzuri kama huyu mama Achani, na wewe umetunukiwa, umebarikiwa na Mungu, umempata, yule mlikuwa mnabishana naye hata akija usiku akirusha mawe kwa roof yako, wewe hutababaika. Wewe endelea kujenga nchi. Wewe endelea kuleta tofauti kwa maisha ya wananchi. Mawe itarushwa, kelele itapigwa, lakini focus on your agenda to build the nation. Rome was never built in a day, but the Romans were there to build it. And we are the Romans of today. Watanzania wanasema ukitafuta kazi, kuna tofauti ya vitu viwili. Mtu amepata kazi na kazi imepata mtu. Sasa hii kazi yetu tulitafuta, wewe hukupata kazi, kazi ilipata mtu. Sasa wewe tenda kazi, ndugu yangu. Wale wanaitwa mahasidi hawatakosa. Shaban Robert aliwaita, wanaitwa pangu ni pakavu nitilie mchuzi hata kama sahani yake imejaa. Ndio hao. Hawakosi. Every market has a lunatic of some sort. We shall build Kenya together. Now is my turn to invite Honorable Musalia Mudavadi na kuwaomba wananchi wa Pwani tupranike sawa sawa, tujenge nchi yetu. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, viongozi wote wa Pwani ambao wako hapa na wa kitaifa na wachungaji. Mimi, Mheshimiwa Rais, nilikuwa nafikiri Speaker Weta ni mtu wa kuongea Kiingereza. Lakini leo nimeshtuka pia Kiswahili kiko. Kwanza kabisa nasema kwa watu wa Ukunda, hoye. Watu wa Kwale, hoye. Watu wa Pwani, hoye. Wakenya wote, hoye. Asante sana. Mheshimiwa Rais, siasa imesokotwa hapa. Mimi sitakuwa na mambo mengi ya kusema leo, ili upate nafasi ya kutosha unene na taifa letu. Wachungaji, tangu mwaka wa 1963 Kenya haijakosa kuwa na uchaguzi wakati uchaguzi unafika. Hata mwanzoni
wakati tulikuwa na chama kimoja, Mzee Jomo Kenyatta alikuwa akienda bila kupingwa, lakini pia kulikuwa na uchaguzi baada ya kila miaka mitano. Moi alipoingia, yeye pia akakuwa akichaguliwa bila kupingwa hadi tupate multi-party, lakini uchaguzi ulikuwako kila miaka mitano. Kwa hivyo msingi wa kidemokrasia katika taifa letu umewekwa vizuri. Na isitoshe, Kenya imewahi kuwa pia na referendum mara mbili. Referendum ile ilikuwa ya 2005 na ile pia ikaleta katiba mpya. Wakenya wakaheshimu demokrasia. Hawa viongozi tukiongozwa na Mheshimiwa President wetu William Samoei Ruto na Speaker wa bunge na mimi, baada ya uchaguzi wa 2007-2008 tulikuwa kwa mazungumzo kule Serena, kwa sababu Kenya ilikuwa imefika pahali pabaya wakati huo. We must distinguish that the times then are very different from now. Tumemaliza uchaguzi, tumepitia kwa njia ya kisheria. Wananchi walimpigia Mheshimiwa Ruto kura kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Wale walikuwa na shida wakaenda kotini, koti kaamua ni Ruto. Sasa tumemaliza mwaka mmoja. Wiki ijayo tarehe 9 tutakuwa tumemaliza mwaka mmoja tangu tumalize uchaguzi. Mimi nataka tu niseme hivi. Kenya is not facing an international crisis. Kenya is not facing an international crisis. You cannot compare what is happening in Sudan to what is in Kenya. Sudan has got a crisis. Kule West Africa there is a crisis. Kenya does not have a crisis. We have a president duly elected, vindicated by the Supreme Court, and Kenya is peaceful. We are not in a crisis. Kwa hivyo wenzetu ikiwa wanataka wazungumuze, please be honest to the people of Kenya, because there is no crisis. We may talk, we are allowed to talk, the president has every right to talk, but do not cheat Kenyans that we are in an international crisis. Jambo la pili, tumeona hata kule Afrika Kusini, kuna wakati Ramaphosa akiwa rais, walikuwa na mambo yao na Zuma. Lakini haukuona ati kuna rais ama anaitishwa rais mwingine aende kule azungumuze kati ya Ramaphosa na Zuma. Ramaphosa amekuwa na mambo yake na yule Malema. Hawajaitisha Rais Ruto kwenda kuzungumza kule. Hapa jirani, wakati Magufuli alikuwa, alipambana na upinzani kule mpaka wengine wakatoroka. Hawakuitisha rais kutoka Kenya aende kule. Tulipokuwa na mambo ya kule Uganda, Museveni alikuwa na upinzani wake, yule kijana wa kuimba na hata yule mwingine, lakini
hawakuitisha kwamba rais wa Jamhuri ya Kenya aende kuingilia mambo yao. Kwa hivyo sisi tunasema kuzungumza mambo ya uchumi, kuzungumza mambo ya kitaifa, tafadhali ndugu zetu, let us talk as Kenyans, but do not try and internationalize your losses in here. You lost, do not internationalize it. Sasa sisi tujipange. Na Mheshimiwa Rais ametoa wazo lake. Wazo yake ya plan tutekeleze. Na yeye sasa pia kwa mambo ya kidiplomasia na kiserikali amekuwa yule wa kuweka kasi haswa kwa mambo ya climate change. Mambo ya kuhakikisha kwamba dunia haiangamii kwa sababu ya kutumia mazingira kwa njia isiyofaa. Amekuwa mstari wa mbele. Sasa yeye ndio diplomat number one wa kitaifa hata kwa Afrika. Na hivi karibuni Septemba anaitisha kongamano kubwa la kimataifa hapa. Na hiyo ni njia ya kuonyesha kwamba Kenya ni thabiti. Kwa hivyo tukiongea tuseme ukweli. Na ukweli ni kwamba Kenya ni nchi ambayo inaheshimika, hatukosi matatizo. Lakini tutatue kwa njia ya heshima, kwa njia ya kikatiba, na tumuunge rais wetu mkono ili atuongoze tuwe na nafuu katika taifa letu, ndio maisha yetu yabadilike vilivyo. Kwa hivyo nimesema ya kutosha. Kwa kifupi, nataka sasa tuwe tayari, na naona kwaya imejipanga kwa sababu tulikuwa kwa kanisa, hafla ya kanisa. Tumwalike rais wa Jamhuri ya Kenya na kwaya mumulete na wimbo. Asanteni sana. Tafadhali tuketi. Asanteni sana. Viongozi wetu wa dini, maaskofu mlio hapa na wachungaji, masheikh mlio hapa na viongozi wote wa dini, ndugu viongozi wenzangu na watu wa Kwale, hamjambo. Kwale hamjambo. Kwale hoye. Kwale assalamu alaikum. Kwale Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani nione watu wa Kwale. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Kwale siku ya leo katika ibada hii ya muhimu, ibada ya shukrani. Nataka niwashukuru viongozi wetu wa dini na viongozi wetu wa Kwale wakiongozwa na gavana wetu kwa kupanga huu mkutano tupate nafasi ya kumshukuru Mungu kwa mambo mengi ametutendea. Tulienda katika uchaguzi mwaka uliopita sote hapa, na Mungu akatujalia tukawa na uchaguzi ambao ulikuwa ya aina ya kipekee.
tulifanya uchaguzi wa amani na tukawa na uchaguzi bila ya ukabila. Nimerudi hapa Kwale, jameni, watu wa Kwale, kusema asante sana kwa kura zenu. Narudia tena, watu wa Kwale, nasema kwenu nyote, tulikuja hapa tukaomba kura zenu, mkawa ni watu wangwana, watu wazuri, watu wa imani, mkatupatia kura zenu, hata maombi nyingi mkatuongezea. Mungu naye akatupatia baraka ya ushindi. Mimi nataka niwashukuru watu wa Kwale, asanteni sana. Nataka niwahakikishie ya kwamba ushindi huu sio ushindi wa viongozi peke yao. Ni ushindi wetu sote kama wananchi wa taifa letu la Kenya, na niwahakikishie ya kwamba nitafanya kazi na viongozi wenu wote mliowachagua. Sote tunaelewa ya kwamba kazi ya uchaguzi wananchi wametimiza kwa kura zao. Nafasi iliyoko sasa sio yetu viongozi kubishana. Nafasi iliyoko sasa ni ya wananchi wa Kenya, maslahi yao, matakwa yao, mahitaji yao, watoto wao wapate kusoma, tupanue nafasi ya kuzalisha chakula, tupange ajira ya vijana wetu katika taifa letu la Kenya, na tupange vile tutazalisha mali, tuondoe umaskini katika taifa letu la Kenya. That is the moment where we are today as a nation. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tutaendelea sote kama viongozi kuhakikisha kwamba serikali ya kitaifa, serikali ya kaunti, tunashirikiana viongozi wote na Wakenya wote katika harakati hii ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Nimefurahi kufika hapa Kwale, tujumuike pamoja na nyinyi. Nimewasikiza viongozi wenzangu vile walivyonena, na yale yote tumehubiriwa na mhubiri wetu John Bosco, Bishop, na Sheikh wetu Faraj. Tunasema asante sana kwa kutunenea neno la Mungu. Na nimefurahi sana kwamba kama taifa tumekomaa kiasi ya kwamba katika madhabahu moja tunaweza kuwa na Waislamu na Wakristo pamoja. That is the country we are proud of. The country that we can all work together from all faiths, from all political parties, and from all other persuasions, and still prosecute our agenda as the people of Kenya. Mimi niliwaambia ndugu zangu wa Kenya ya kwamba tutafanya bidii ya kubadilisha taifa letu la Kenya. Leo nasimama mbele yenu kwamba tulikuwa na matatizo mengi, kwanza na uchumi wa taifa letu la Kenya. Pale tulikuwa na matatizo ya mambo ya madeni, na niliwaeleza ya kwamba hatutaendelea kuwa nchi ambayo ni ombaomba. Kushoto tunaomba, kulia tunaomba, mbele tunaomba, nyuma tunaomba, juu tunaomba, chini tunaomba. Hatutakuwa nchi ya aibu kiasi hiyo. Tutakuwa na mpango ya kujisimamia wenyewe, kwa sababu tuko na huo uwezo wa kujisimamia wenyewe. Mimi nataka niseme nikiwa hapa Kwale, kwa miezi 8 sasa tumedhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya, na tumekomesha mambo ya madeni kuombaomba ya kiholela. Leo naweza kuambia
yale mambo ambayo tumeyafanya kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya ndio imesababisha kwa mara ya kwanza tangu tuwe na katiba mpya, pesa zote za county tumelipa kwa wakati wake. Pesa zote za CDF tumelipa kwa wakati wake. Mwezi huu tumeweka historia kwamba pesa za county ya mwezi wa 7 tumelipa ndani ya mwezi wa 7. Na ni kwa sababu niliwaeleza, we are going to be prudent. We are going to manage our economy properly, and we are going to live within our means. Tutahakikisha kwamba nchi yetu inaendeshwa kwa taratibu ambayo inaambatana na kiasi ya pesa ambayo tuko nayo kama taifa letu la Kenya. Mbali na kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya, yale mambo mengine mengi, mimi nataka niwahakikishie wa Kenya, we are well on course. And I want to tell the people, men and women of my country, that our nation, we have a historic opportunity as a people and as a nation to unlock the great potential of Kenya that has been waiting for us. I want to tell the people of Kenya, together, all of us, from different political persuasions, it is possible, and this is the moment to break loose from the chains, from the hostage of poverty, of hunger, of unemployment. We have what it takes as a nation to take this country to the next level. I am asking all of us, as the people of Kenya, to stand together as the people of Kenya, because we have a historic moment to change the trajectory and the course of our nation. Tuko na nafasi ya kihistoria kama wa Kenya kubadilisha taifa letu hili. Na mimi nawauliza ndugu zetu wote, tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja, ndio njia tutabadilisha taifa letu la Kenya, na kila Mkenya afike mahali anajihisi kuwa yeye ni mmoja wetu sote kama wananchi wa taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaeleze watu wa Kwale mambo yenu ya maendeleo. Watu wa Pwani, nimekuwa hapa tangu Alhamisi kwa sababu ya shughuli ya maendeleo ya Pwani. Kati ya mambo muhimu hapa Pwani ni uchumi wa madini na uchumi samawati. Ndio uti wa mgongo wa uchumi wa kaunti zetu 5 za hapa Pwani. Na ndio sababu tuko na mpango mzima maalum ya kuhakikisha ya kwamba sekta ya blue economy, hiyo uchumi samawati, tunaipanua ili ichangie uchumi wa Kenya na uchumi wa sehemu hii ya Pwani. Mpango yetu ni kuhakikisha ya kwamba blue economy saa hizi inachangia karibu bilioni 15. Tunataka ndani ya miaka 3 blue economy ichangie bilioni 100 katika GDP ya taifa letu la Kenya. Na kuna mambo lazima tufanye ndio watu wa sehemu hii blue economy katika taifa letu la Kenya litupatie mapato, because it is a resource yenye tumepatiwa na Mwenyezi Mungu. Ile bahari iko hapa is a very strategic resource for the Republic of Kenya, and we must use it to grow our economy, to grow our job opportunities, and to ensure that we give opportunity to our businessmen so that we can grow wealth katika
kaunti yetu ya Mombasa, kaunti ya Kwale, kaunti ya Kilifi, Tana River, mpaka Lamu na hata Taita Taveta. Sababu hiyo tumeweka mpango kamili, na mimi nataka vijana wa counties hizi zetu 5 wanisikize kwa makini. Wale wote ambao wako katika biashara ya uchumi samawati, tumesema wale coxswains wote karibu 2,500 in all the 5 counties tutawapatia training, na serikali ya Kenya italipia mambo ya mafundisho yao. Tumekubaliana ya kwamba hata wale fishermen tutawaweka katika training, na tumetayarisha pesa kama serikali ya Kenya ya kusaidia wavuvi wetu wote. Nimekuwa hapa Pwani tangu Thursday na nilibeba hundi ya milioni 552 ya kuwapatia vikundi BMUs, wale wafugaji, wale wale wavuvi wote wako katika vikundi. Tunawapatia pesa ndio waweze kutafuta fishing gear, kuwapatia nafasi ya kupanua biashara zao. Hapa Kwale leo niko na hundi ya milioni 114 ya BMUs ya hapa Kwale 74. Na ni kwa sababu nimesema we want to increase the contribution of blue economy from 15 billion to 100 billion in the next 3 years by making sure that we invest in our blue economy infrastructure. Tumekubaliana vile vile katika sekta hiyo ya uvuvi tunajenga landing sites ya samaki pale baharini 9 katika ufuo huu wa bahari kutoka Mkowe kule Lamu mpaka Vanga hapa Kwale. Kwale County yenyewe tunaweka landing site. Tumetafuta, tunajenga landing site Mwaepe, landing site Gazi, landing site Vanga. Tumeweka milioni 300 ya kufanya hiyo kazi. Pale katika hiyo landing site tutakuwa na cold rooms, tutakuwa na infrastructure ya kutayarisha samaki ikitoka kule baharini, na tutawapatia storage facility pamoja na ice making machines kuhakikisha ya kwamba wavuvi wetu ile samaki wamevua isiharibike, tuwe na nafasi ya kusitayarisha ifike sokoni ikiwa fresh, na tuhakikishe ya kwamba bahari inatuletea mapato kama watu wa pwani na kama wa Kenya. Tumekubaliana vile vile mbali na landing sites. Hivi majuzi naibu wangu alikuja hapa, tuko na zile boats ambazo zitatumika kusaidia wavuvi wetu 26 tayari, na nimemwambia Waziri Mvurya apange huyu muungwana, na nawashukuru sana watu wa Kwale, huyu muungwana mmenipatia mtu wa bidii sana. Shukrani waziri. So nimekubaliana na waziri. Jana hapa Mombasa tumefungua fish yard, na hiyo fish yard ambayo iko pale tunataka kutumia pale vijana wetu wa Kenya. Hatutakuwa tunaagiza tena boats kutoka mahali tumeagiza hizi za juzi, tutakuwa tunazitengeneza hapa Mombasa. Na tumekubaliana ya kwamba kutakuwa na training ile ya fish construction industry. Tayari tuko na washirika ambao watafanya kazi na sisi, na tutaongeza fishing boats because we want to increase the capacity of our fishermen to be able to harvest the resources we have
in the Indian Ocean. Saa hizi samaki wetu wanavuliwa na watu kutoka China, na watu kutoka Korea, na watu wengine kutoka sijui dunia. Hatuna chakula ya kutosha, vijana wetu hawana ajira, uchumi wetu uko chini. Tumeamua ya kwamba hiyo haitaendelea tena katika taifa letu la Kenya. Na katika budget yetu ya mwaka huu pia tumeweka ushuru kwamba hatutaki tena samaki tuletewe kutoka China na mahali ingine. Samaki tutavua zetu, vijana wetu watavua samaki, wafanyabiashara wetu na wale wote wanataka kula samaki watakula samaki ya Kenya. Ama nyinyi watu wa Kwale mnasema tuendelee kuagiza samaki sijui kutoka wapi? Situkue na samaki yetu hapa Kenya. Na nimeambia wabunge wetu, kwa sababu nimepeleka maneno kule bunge, na mimi nataka nishukuru wabunge walipitisha, na hata mahakama sasa imekubali ya kwamba sote vijana wetu tuwape kipao mbele, wavuvi wetu tuwape nafasi, na to build the infrastructure that is going to support hii kazi yote ya uvuvi. Pia nataka watu wa Kwale mnisikize kwa makini. Hapa Shimoni tumeweka bilioni 2.5 ya kutengeneza fish port kwa sababu ni ya muhimu. Na nimemwambia Benjamin tayari yuko hapa, ndio chairman sasa wa KPA, ndio wanatusaidia kujenga pale. Tunataka hiyo fish port, my brother chairman, hiyo fish port iwe tayari kabla ya mwezi wa 6. Mimi nataka kuja kuifungua. Nataka ufanye kazi na dada yangu Fatuma Achani, tuongeze ardhi, tupate pale ekari 200-300 mahali tutatengeneza fish port mzima ya kuhakikisha kwamba vijana wa Kwale watawapangia ajira pale, tupange biashara pale, na tuzalishe mambo ya chakula ya kutosha. Ile tutazalisha shambani na vile vingine tutatoa kwa bahari letu. So hiyo infrastructure yote that we have in our blue economy resources. Pia pale Liwatoni tumekamilisha mpango wake katika budget ya mwaka huu. Tumeweka milioni 600 ya kuhakikisha kwamba tunakamilisha the fish processing facility in Liwatoni that will benefit our fishermen, the people who are involved in that sector, so that we can add value and we can make sure that we use our blue economy fish resources to drive our food security, to create jobs for our young people, and to make sure that we grow our economy as well. So hiyo mpango yote tumepanga, na mimi nataka nichukue nafasi hii watu wa Kwale. Nilikuja hapa nikawaomba munisaidie huyu Mvurya tutengeneze serikali na yeye, na mulinipatia. Na mimi nataka niwaambie, you gave me the best. Huyu mungwana sina wasiwasi kabisa, pale katika mahali anasimamia mambo inaenda sambamba, na tutashirikiana na tutafanya kazi pamoja. Nataka niwashukuru tena watu wa Kwale kwa njia ya kipekee kwa Mama Fatuma Achani. Huyu mama ni shujaa. Mama Muislamu wa kwanza kuchaguliwa gavana duniani. Huyu mama huyu ni mama wa bidii sana. Thank you very much, my good governor. Huyu mama ni mama jasiri, aliwekewa mambo mengi, akaambiwa hafai, akasemekana hatoshi, lakini nyinyi wa Kwale na Mungu mulisema anatosha. So tutashirikiana na yeye, tutafanya kazi pamoja. Nataka niwashukuru kwa wabunge, jameni, mlitupatia. Asanteni sana wabunge wetu, na washukuru sana MCAs wetu, na washukuru sana. Nataka niwahakikishie we are going to work together.
na tutasukuma Kwale mbele, tukisukuma Kenya mbele. Vile vile katika harakati hiyo nimesikia ndugu yangu mkubwa Samuel Gonzirai, huyo bwana, huyo mzee wa kipara siku hizi, ameniambia ya kwamba kuna mambo anataka nipange, mambo ya hawa wadosi wengi hapa. Wanasema kuna wabunge tulikuwa na wao, hiyo ni mzuri sana, tutapangana na hawa. Kuna wale tutawapatia machairman, wengine wamepata, wengine watakuja baadaye. Madirector kuna wale wamepata, wengine wanakuja baadaye. Kuna wabunge wateule kama huyu Chimera umepata, hamukutoa shukrani. Kuna ule Dena amepata, hamukutoa shukrani. Lakini hata na hivyo ndio hali. Lakini wale wengine watafuatilia. Ile Gonzi, nimekusikia pia umesema tupange mambo ya walimu wale ambao hawana hardship allowance. Pia hapo nitaona vile tutashughulikia hawa. Lakini mbali na kupanga wale wa hardship, kuna wengi ambao hawana kazi. Wacha ule wa hardship allowance tayari yako na mshahara. Lazima situfikirie kwanza wale ambao hawajapata. Ama namna gani? Hapa Kwale mimi niliwaahidi ya kwamba tutatatua changamoto ya CBC. Hiyo changamoto ya CBC sasa tumetatua kikamilifu. Tumekubaliana na stakeholders wote, and we have made the right decisions to implement CBC in a manner that is understandable, that all the stakeholders are participating, and in a way that's going to benefit our children. Lakini tatizo kubwa ambayo ilikuwa pale pia ni walimu. Tulikuwa na mpungufu mkubwa ya walimu, karibu walimu 1110 wanahitajika. Na niliwaahidi ya kwamba mkinipa nafasi tutaajiri walimu. Kufikia sasa kwa wale shortage ya 110,000 tayari tumeajiri walimu nusu ya 110,000. Tumeajiri walimu 56,000 tayari. Hapa Kwale tuliajiri walimu 640 Januari. Mwezi huu ambao tunakamilisha saa hizi tumeajiri walimu wengine 460. Jumla ya walimu ambao tumeajiri hapa Kwale in the last 1 year or 8 months ni walimu 1,000 na karibu 200. Sababu elimu ni ya muhimu sana. Elimu ndio inatupatia usawa. Mtoto, mvulana, msichana wanakuwa sawa wakipata elimu. Mtoto wa maskini na tajiri wanakuwa sawa wakipata elimu. Na hapo ndio tunatafuta usawa. Tumekubaliana pia katika hii budget ya kwamba bado tuko na watoto wetu wengi ambao hawaendi shuleni kwa sababu ya kukosa chakula. Na ndio sababu katika budget hii tumeweka bilioni 5 kuhakikisha kwamba watoto milioni 4 wa Kenya wataenda shuleni na watapata chakula shuleni. Na nimesema ya kwamba kwa wale counties ambao wako tayari kushirikiana na sisi katika hiyo school feeding program, we are going to make sure that for every shilling you put in school feeding, we will put and give you a shilling so that we can co-fund school feeding. Nataka nimshukuru governor wa Nairobi. Thank you my good brother for leading the way. Huyo muungwana kutoka Nairobi ameweka pesa. Tumekubaliana na yeye ya kwamba watoto 250,000 wa Nairobi wataenda shuleni na watakuta warm lunch in school. Watakuta chakula shuleni. Kwa sababu hatutaki watoto wetu wa Kenya wabaki nyumbani for any reason or for any excuse.
Tunaweka pesa nyingi kwa elimu kwa sababu ni ya muhimu. And that's why I want to encourage every parent, wazazi wetu wote, tafadhali, tunataka kila mtoto awe shuleni. Ni dhulma kubwa. It is the biggest injustice for our kids not to go to school. Na nimesema na nimeamrisha provincial administration, national government administration, mpaka mzee wa mitaa. Niliwaambia mambo ya siasa hamtafanya tena. Mlifanyishwa siasa mingi na watu wa handshake. Lakini mimi nataka niwaambie wacheni siasa. Siasa tutafanya na wenye tunajuana. Nyinyi kama viongozi wa serikali mfanye kazi ya wananchi. Kati ya kazi ya wananchi ni kuhakikisha kwamba kila mtoto ako shuleni. Wewe ukiwa chief, part of your deliverable must be to make sure that there is no child in any village where you are in charge that is not in school. Sisi tutapanga vile walimu watakuwa shuleni. Tutapanga vile vitabu itapatikana shuleni. Tutapanga mambo ya, na wabunge wetu watajenga madarasa, mabweni, mahabara na ile mambo ingine yote. Kazi ya mzazi ni kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wako shuleni. Watu wa Kwale, mimi nataka niwahakikishie ya kwamba vile tutasomesha watoto wa Kenya, ndivyo tutasomesha watoto wa hapa Kwale. Hapa Kwale ni mahali pa madini, na mko na waziri sasa ambaye anaelewa mambo. Kwa mara ya kwanza in the last 5 years, katika budget yetu ya mwaka huu, tutawapatia Kwale County shilingi bilioni 1.1 ya kutoka royalties ya mining. Na mimi nataka mtaketi chini as a county, mjue hizo pesa mtaziweka katika sectors gani ili faidi wananchi wengi. Tutafanya hivyo in all the other counties because we are great believers in devolution and we want empowerment to start from the bottom. Nataka kuanzia pale chini kushughulikia kila mwananchi. Nilisimama hapa hapa Kwale nikawaambia tutapanga hazina maalum ya mahasla na hatutakuwa na komiti. Komiti ni wewe na simu yako. Hiyo Hustler Fund, watu wa hapa Kwale, nyinyi ni watu wa maajabu sana. Kwa sababu tayari mumechukua shilingi milioni 400. Mnaona sasa? Na mnanyamaza tu vile mnanyamaza. Watu zaidi ya watu 1280 wa Kwale. Milioni 400 wameweka kwa mfuko. Uzuri wengi wenu mnaendelea na kufanya hiyo biashara, mnachukua mkilipa, mnachukua mkilipa. Watu karibu 70%, 68% wanafanya hiyo kazi. Kuna wengine 30% hapo. Na mnajijua. Mnajijua. Hata mimi nawaona tu na mnajijua. Sawa. Lakini niko na habari. Sawa. Niwapashe. Niko na habari. Sasa tumeongeza pesa ingine hapo kwa Hustler Fund hapo. Mjipange. Sawa. Sasa tumesema tutawaongezea pesa kwa vikundi. Kikundi ya watu 10, kikundi ya watu 20, tutawapatia kati ya 20,000 na milioni 1. Mjipange. Sawa? Mtajipanga wa vikundi, si ndio? Wale vikundi ya mama mboga pale sokoni, mjiweke katika kikundi watu 10, watu 20, mjipange hapo, tutawapatia pesa na inapangwa tu kwa mtandao. Hakuna mahali ati utatafuta chief, sijui utafute nani, sijui utafute mheshimiwa fulani, hakuna.
Mtajipanga tu kama kina mama, muingie kwa mtandao, mnajua vile tutaendelea. Tunaelewana? Lakini iko shida tu kidogo. Pale wakati kabla hatujakupatia hiyo 20,000 kwa kikundi chako, itabidi ulipe ile shilingi 500 ama ilikuwa shilingi 1,000 ambayo ilichukua kwa ile hustler fund ya kwanza. Yaani mlikuwa mnafikiri ati mtahepa? Aje, mtahepa aje? Saa ile mnapanga, kwani mnafikiri mimi nalala? Si hata mimi napanga. Ama namna gani? Hata wewe kwa maoni yako, mtu amehepa na shilingi 500, utampatia 20,000? Mtu ametoroka na 1,000, utampatia 1,000,000? Hapana, haikai namna hiyo. Sasa wewe ndio kuamua. Unataka 20,000? Lipa ile 500 ulihepa nayo. Lipa ile 1,000 ulihepa nayo. Na uamuzi ni wako. Ama namna gani? Si ndio? Si ni taratibu sawa hiyo? Ama hata wewe ungependa ati mtu amehepa na 500 ati umpatie 10,000? Hapana. So, mtajipanga tu pole pole. Mkinisomesha, mimi nawasomesha pia. Sijui kama tunaelewana. Na pesa iko tayari. Saa hizi mkijipanga, hata by jioni leo, mkiwa kwa kikundi ya watu 10 by jioni leo, kesho na wapanga. Lakini si ndio? So namna hiyo tu pole pole tukiendelea. Nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba tunaweka usawa. Unajua kwa muda mrefu kikundi ipate 20,000, kikundi ipate 1,500, ujulikane, uende bank, ulizwe bank statement, ulizwe title deed, wapi logbook, chief anakujua, mjumbe anakuelewa, sijui bishop amekuzungumzia, sijui nani. Hiyo mambo yote tumesema hapana. Wacha kila mtu, tupatie kila mtu nafasi sawa. Nafasi utaharibu mwenyewe. Si ndio? You have nobody to blame. Sijui kama tunaelewana ndugu zangu. Sawa? Vile vile mimi nataka niwashukuru kwa sababu mbali na yale mambo yote ambayo tumesema, mimi tumekubaliana ya kwamba tunapanga mambo ya kushusha gharama ya maisha katika taifa letu la Kenya. Na kushusha gharama ya maisha, tunaanza kwa kushusha gharama ya chakula. Chakula haitoki sokoni. Chakula inatoka shambani. Ama huku kwenu inatoka sokoni? Si chakula inatoka shambani? Kama tunataka chakula ipatikane kwa wingi, tuende wapi? Shambani. Na ndio nimeandamana na wakulima. Na mimi nawapongeza wakulima wa taifa letu la Kenya. They are great patriots and great people. Wakulima wetu tumewasajili. Niliwaambia nitafanya sehemu yangu, wao wafanye sehemu yao. Kufikia sasa tuko sawa. Wamefanya sehemu yao na mimi nimefanya sehemu yangu. Niliwaambia kazi yangu ni kupunguza gharama ya mbolea na kuhakikisha kwamba kuna mbegu. Mbolea tumeteremsha chini kutoka 7,000 mpaka 3,500. Nikiwa hapa Kwale na watangazia kuanza wiki ijayo tutateremsha tena ikuje chini kutoka 3,500 mpaka 2,500. Tumekubaliana na mama Achani, yeye nitalete mpaka hapa, atasukuma iende nyanjani. Mtakutana nayo huko kwa maward na kule sehemu zingine. Wakulima nao nasema wamefanya sehemu yao, kwa sababu kwa mara ya kwanza ile ardhi ambayo tunatumia kuzalisha chakula mwaka huu imeongezeka kwa ekari 1,200, kuhakikisha kwamba wakulima pia wanafanya sehemu yao. Mimi nawaambia wakulima wa Kenya pongezi. Naye Mungu ametujalia mvua. Tunamshukuru Mungu. Sasa
Hiyo program iko pale inaendelea vizuri. Mpango ingine tutapanga ya kuhakikisha kwamba we bring down the cost of living, ni kuhakikisha kwamba tunapanga vijana wetu wengi na ajira. Mapato ile ya blue economy vile nimesema, nitarudi hapa Kwale kwa mpango wa housing. Hapa Kwale tumetayarisha nyumba 1000 za kwanza, nitakuja kuanzisha kabla ya Disemba mwaka huu. Na pale tunahitaji vijana watakaofanya hiyo kazi. Vijana wa Kwale mko? Wale wataenda baharini kuvua, tumewapanga. Nyinyi ambao hamuendi baharini kuvua, tunawangojea katika program yetu ya housing. Tuko na plumbers pale, electricians, tuko na carpenters, tuko na masons, tuko na engineers, tuko na wale wote wa kuhesabu pesa. Kama unajua kuhesabu pesa, tungojeane pale kwa mjengo. Tunataka watu ya kutuhesabia pesa vile watu watalipwa. Pia tumekubaliana ya kwamba tunasukuma hiyo gurudumu. Watu wa Kwale mko tayari? Tupange ajira ya hawa vijana. Ya tatu, tunapanga ajira kupitia mtandao. Tumekubaliana na wabunge tutakuwa na ICT hub ya kupanga digital jobs in every ward in the Republic of Kenya. Hiyo mpango tumeipangia, vijana mujipange. So kulia tunapanga ajira, kushoto tunapanga ajira, mbele tunapanga ajira, kwa sababu tunataka mapato ipatikane kwa vijana wetu. Na ndio sababu mimi nawauliza hasa nyinyi vijana wa taifa letu la Kenya, mujipange na uvuvi, mujipange na program ya housing, mujipange na digital jobs. Musikubali kupangwa na maandamano na mawe, please. Sijui kama tunaelewana. Mpango ya wale ati ni maandamano na mawe. Mimi nataka niwaulize vijana wa Kenya, do not participate in anything that destroys your country. Hatuna nchi spare, hatuna nchi nyingine, hii ndio nchi yetu. Tumekubaliana jameni? So harakati hiyo tutafanya tukiwa pamoja. Mwisho kabisa nataka niseme, nikirudi hapa tena, mpango ya masoko. Najua hawa kina mama mboga walinisaidia sana, na tumekubaliana na wao ya kwamba kazi ni kazi, na lazima tupange biashara ya kila mtu ifanyike mahali kuna heshima, mahali kuna dignity. Na ndio tumesema katika budget yetu hii ya mwaka huu tumeweka mpango ya karibu bilioni 16 ya masoko 400 katika taifa letu la Kenya. Hiyo masoko 400, moja yao ni soko ya Ukunda hapa. Soko ya Ukunda tumepanga milioni 200 na tutafanya kazi na huyu gavana wenu. Soko ya Kombani pale tumepanga milioni 100 ya kujenga soko ya Kombani. Tumepanga pesa ya Kwale Town. Tumepanga pesa ya Taru pale kwa huyu Mungwana Gonzi. Tumepanga pesa ya Kikoneni, soko ya Kikoneni pale. Na tutarudia mwaka ujao masoko mengine, kwa sababu we want to make sure that we build infrastructure for agricultural produce. Mbali na ile tutajenga kubwa hapa ambaye tumekubaliana na county government, watatoa milioni 250, tuwe milioni 250, tujenge county aggregation and industrial park ya Kwale County. Hiyo mpango yote ni kuhakikisha kwamba ajira zinapatikana kwa vijana wetu, wakulima tunawaongezea dhamana mazao yao, na Kenya tunaizongesha mbele kwa kujenga uchumi wa taifa letu. Nimetangaza jana kwamba Dongo Kundu ambayo iko hapa Special Economic Zone, sasa tumepata waegezaji, na
tutarudi hapa in the next 2 months kuja ku break ground ya Dongo Kundu. Pale tunataka kupanga ajira kati ya 20,000 na 50,000 ya watu wa pwani na watu wa Kenya. And we are going to begin that program this year in the next 60 days to make sure that we unlock the great potential that exists in the special economic zone here, tukiwa nia yetu ni kupanga ajira ya vijana wetu na uchumi wa taifa letu la Kenya. Nimewasikiza viongozi wa Kwale kwa sababu Kwale ni muhimu kwa mambo ya utalii. Tumekubaliana ya kwamba tuongeze ndege zinazokuja hapa pwani za utalii. Serikali ya Kenya, we have approved Fly Dubai to fly here 4 days a week wakilete watalii. Tumekubali Ethiopian Airlines wakuje direct hapa pwani wakilete watalii. Ile mimi nataka niwaulize watu wa pwani, wakati tunaleta watalii, tafadhali tudumishe amani. Mukipanga mambo ya maandamano hapa, muchome tile, muchome barabara, muharibu biashara, hiyo watalii wote ambao tunawapanga itakuwa ni kazi bure tunafanya. Nyinyi mnanielewa? Ukisikia kiongozi yeyote anakuambia ya kwamba upange fujo, ati uendeshe vita, ujue huyo ndio adui wako namba 1. Umwangalie kabisa kwa macho na umwambie shetani, ondoka. Sijui kama tunaelewana jameni watu wa Kwale. Ni kweli ama si kweli? Unajua shetani siku hizi anatembea hata na miguu na anavaa sura ya binadamu. So tafadhali nataka niwaombe kwa heshima tushirikiane katika kazi hiyo. Na ndio niliwaambia pale mbeleni ya kwamba tuko na nafasi ya kihistoria kama wa Kenya kubadilisha taifa letu. Na tuko na mpango kamili ya kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula, tuondoe njaa. Tunapanga ajira, tuwe na vijana wetu wapate ajira. Na tumepanga mambo ya uchumi ili tuondoe umaskini katika taifa letu la Kenya. We have a historic chance as a nation to turn around the fortunes of our country. Make sure that we have a clear plan on food security to eliminate the shame of hunger. We have a clear plan on employment, from the blue economy, digital jobs, to housing, to unlock the great potential for job opportunities for the young people of our nation. We have a grand opportunity to grow our economy working together. Na ndio sababu juzi niliongea na kiongozi wa upinzani na viongozi wa upinzani na nikawaambia ya kwamba sisi ni nchi ya demokrasia. Sisi ni nchi ambayo inasimamia katiba na sheria. Tunaweza kushindana kwa mambo yote, lakini kiongozi wa sasa, kiongozi aliyestaafu, kiongozi mwenye atakuja, haitaendelea ya kwamba ati kuna kiongozi present, past or future mwenye atapanga vita, atapanga mauaji ama kuharibu mali ya umma ama kuharibu biashara ya wananchi. Hiyo haitafanyika tena katika taifa letu la Kenya. Tumekubaliana ya kwamba hiyo haitafanyika tena katika taifa letu la Kenya. Mambo yale mengine yote tunaweza kuzungumza, but we are not going to negotiate about the safety of Kenya. We have agreed, and as I have
said, I have engaged our friends in the opposition, and we have agreed that as a nation, all leaders, past, present, and future, that violence, destruction of life, destruction of property, destruction of public property will not be in the equation of the politics of Kenya, in the governance of Kenya, and in any other way in the Republic of Kenya. We have agreed. The other things, we are a democratic nation, we can talk. Tumekubaliana kwa sababu unajua mimi ni kiongozi wa taifa, vile vile ni kiongozi wa serikali. As a head of state, I am obligated to make sure that every Kenyan, whether they support my policies or not, that their life, their property is guaranteed, there is peace in the Republic of Kenya, and I have given a commitment that going forward, there will be no violence in Kenya. Our politics will be devoid of violence, destruction of property, destruction of business. We have agreed going forward. Yale mengine, sisi ni wananchi wa taifa huru. Sisi ni watu ambao tunaamini katiba na sheria. Sisi ni nchi demokrasia. Naona viongozi wengine wanasema kwa ile maneno ambayo imesemekana itajadiliwa, wanauliza wapi mambo ya gharama ya maisha. Mimi nataka niwaeleze mambo ya gharama ya maisha iko kwa manifesto ya Kenya Kwanza. Pale ndio tuko na mpango mzima na maalum na tayari tunaitekeleza. Na gharama ya maisha haiwezi kutatuliwa vile wao wanapendekeza. Atifujo, maandamano, sufuria kwa kichwa, bei ya unga itabadilika namna gani, hata kwa dawa ama ukanga ama uchawi. Itabadilika kweli? It will not. So I want to ask my friends, we have agreed that we must reject, we must refuse violence as part of the politics of Kenya. And I have seen my colleagues asking in this discussion that we have agreed, where is the cost of living? And I want to tell them, we are already implementing the programs that will deal with the cost of living. I don't know why you cannot see. In your own backyard, fertilizer is now going to sell from next week as 2,500. In your own backyard, farmers are doing a great job, and God has blessed us with rain. We have a whole program. What you are recommending, all these violence and demonstrations and everything you are doing, will not in any way contribute in any manner towards solving the challenge of the cost of living. We have a clear plan, na Mungu atatujalia tutatekeleza huo mpango. Mimi nataka niwashukuru sana. Najua tuko na mambo ya damu, nilikuwa hapa juzi, mambo ya damu ya Mwache, niliwaambia tutaijenga, tutaikamilisha, saa hizi inaendelea. Nataka pia niwaeleze, nitarudi hapa tena kabla ya Disemba. We are now finalizing kwa maji ya kutoka kule Mzima, ambaye itaenda kaunti ya Tana River, kaunti ya Taita Taveta, kaunti ya Kwale, kaunti ya Mombasa na Kilifi. We have a big plan on that program. Na mimi nakubaliana na dada yangu Achani ya kwamba tuko na mpango, yeye atapanga damu zingine, tamsaidia kupangia damu zingine, maji tupatiane hapa Kwale, wananchi wafanye kilimo, ufugaji, na tuendelee kupiga hatua ya kwenda mbele. You can count on me 100%.
My good brother Faisal amesema kuhusu hii airport yetu hapa. Nataka mimi niwatangazie, nilikuja hapa nikahamisha ile shule ilikuwa katikati ya runway. Si mnajua kulikuwa na shule hapo? Tulikuja tukahamisha shule tukapeleka mahali nyingine. Sasa tumeweka pesa ya kutengeneza runway 200 kilometers ya kwanza. Mwaka huu na mwaka ujao nimepanga tutaongeza mpaka ifike 1.8 kilometers ya runway. Na vile vile tumeweka pesa ya kutengeneza mahali ya wasafiri. So we have a good plan on your facility here, na Mungu atatujalia. Kwa wahubiri wetu, asante sana kwa kutuombea. Endelea kuombea viongozi wote na kuombea taifa letu la Kenya. Wakwale, asanteni sana kwa kunisikiza, na wapenda mno na watakia baraka ya Mungu. Thank you very much. God bless you. Tumpongeze Rais mara nyingine moja. Your Excellency, with your permission, kuna ile check ya 114 million that you had promised that would be given today. Kwa hivyo nawaomba wale ambao wanapewa receive on behalf of the group waje hapa pamoja na governor, Your Excellency Madam Achani, ili uweze kuipokea kwa niaba ya wale wote ambao watanufaika kwa sababu ya hii check.